Ukiona kuna fire, kuna moto mmoja ndani yako, and unasikia zeal kabisa, ile shauku ndani yako kwamba unaweza kukaa sehemu fulani, hiyo ni assurance. Maana yake ni kweli inawezekana. Kuna siku niliwahi, wakati najifunza hivi vitu, nilikuwa nimewahi kaa sehemu, nikawa natamani kwenda nchi fulani, na nilikuwa sina hela. Hey, una hela? Yaani hela nilionayo hata tiketi ya basi haikati. Imagine, nilimsikia tu mtu alikuwa anazungumza, kuna mtu mmoja alikuwa anazungumza masuala ya kupanua mipaka sijui na nini na nini. Alikuwa anazungumzia. Afu kuna zili kaja, nikasema kuna hii sehemu nataka kila siku. Kuna kitu nikaone. Imagine that zeal, that fire. Ilikaa na mimi only 3 days. Afrika ile keep inaendelea burning in my spirit. Imagine mchana mtu akanipigia simu, sijawahi kumfahamu. Yaani sijawahi kujua kama ana exist. Akanialika the same place. Sio unanielewa ndio kusema. Akaniambia ukitaka kuja hapa wewe njoo. Yaani beba hata nguo mbili tutakunulia vitu vyote. Imagine mtu anakuambia, anakupa na assurance. Kiasi hicho. Nikamwambia nguo nitabeba, sio na wasiwasi. Imagine that fire. Inaweza ikabani in your spirit. Sikiliza watu wa Bwana. Viko vitu ambavyo ni vingi, nimekupa mfano, iko mifano mingi kwenye huduma huko, iko mingi sana ambayo watu wengi hawaelewi kwa nini vitu vinatokea. Ni kwa sababu kuna nguvu inakuja ndani yako, after that power inaanza kutatua. Make sure inakuwepo on. Yaani usikishaizima, maana yake you change everything. Let me tell you watu wa Bwana, as long that fire is keep burning your spirit, mimi nataka kuhakikishie huko unapoenda ni sehemu sahihi. Keep pushing yourself. Endelea kwenda mbele. Na huu mwaka unaokuja, make sure you'll never do any kind of mistake. Let me tell you watu wa Bwana, ingia na fire, ingia na kitu ndani yako. Usikazime na vacation. Maana yake ukienda vacation kawake. Ukienda kwenye harusi kawake. Do you understand it? Nisikilize watu wa Bwana. Watu wengi hawajui kwa nini Mungu anakataa dhambi. Dhambi inaua moto ndani yako, inaua activation in your spirit. Ndio maana watu wengi wana cohabit tu kirahisi, wakifikiria kwamba it's just simple as that. Mungu tuomba msamaha, wewe omba msamaha, but you kill the fire kwenye madhabahu. Mimi nikikufundisha madhara ya dhambi matatu, mimi wasamsimi sina muda kukwambia acha. Kwa sababu nikwambia acha, unajua utakuwa uacha. The only thing I can teach you, dhambi na sabotage future yako hujawahi kuona. Wala Mungu ana stress na dhambi zako. Yeye Mungu alishaweka msamaha huko chini, alishamalizana. Yaani Mungu, tunamrudisha Yesu msalabani, harudi, alishamaliza msalaba. Acha stress. Eti unajua ukikosea unamrudisha Yesu msalabani. Acha mambo ya wapendwa. Unamtemea Yesu mate. Wala yuko patakatifu. Mate yako hayafiki. Are we together? Acheni stress. Ina sabotage future yako. Maana inakuchelewesha. That's the only thing inachokifanya. Kwa inamaanisha safari ambayo ulikuwa ufike miaka 5, utafika miaka 30 ijayo. Kauliza wana Israeli, sehemu ya kutembea siku 11, walitembea miaka 40. Kaulize, yani siku ukipata maono yako kukutana na Musa. Maana Musa anaweza kukutana na Yesu, alikutana naye. Usio niambia kukutana na Musa, unaweza kukutana naye. Muulize Musa, vipi? Ile miaka 40 mimi nielezee. Mtu anashangaa. Yesu alikuja kumtia moyo, alikuwa ni Yohana na nani alikuwa ni nani? Alikuwa ni Musa na ile Elia. Kwa give me a break. Kama hujawahi kukutana nao ni wewe. Unaweza kukutana na Paulo. So jini. Acha vile tusiwafundishe, tuwaache hapo. Mkikua mtakuja kuelewa. Kwa sababu nazo mwingine akasema sasa mtumishi anatupeleka, hii ni mambo ya kishetani kabisa. Biblia inasema hakuna uhusiano kati ya kilichokufa na kilichopo hai. Sijasema utakutana na mama yako, baba yako. Ukutana nao ni majini, kimbiza. I'm talking about kina Moses hapa, ambao Mungu aliwaambia kwamba Moses, wewe unafahamu mimi nyingine kwa ndoto wewe nitakuzungumza naye uso kwa uso. Elia ambaye alichukuliwa na gari akaondoka. Nyeto ambaye amekuja kwa Yohana, haina shida kabisa. Wala tukatai. But wakati Elia Yohana amekufa, alikuja Elia tena. Sasa wewe mambo mengine, ndio maana Biblia inasema mawazo yake sio mawazo yetu. Give me a break. Njia zake hazichunguziki. Na Mungu ana operate different na mimi. Kwa mimi nimempa opportunity ya cooperate na kutaka cooperate Mungu. Sitaki kumlimit. Are we together? I cannot limit God kwa sababu mimi nimejua hichi. Mimi sijuagi kila wakati ili nijue. Huwezi kuwa mbele za Mungu unajua. You are wrong. Very wrong. Mungu ukijifanya mjuaji utakuwa hujui chote. Allow him to reveal things to you. Allow him to heal your mind. Sasa let me tell you, if tunazungumza, kuna watu watapokea neema kubwa sana, nguvu kubwa, fire, a lot of things. Nisikilize watu wa Bwana, Mungu atakuconnect na source mbalimbali. Don't waste your time kwa kusubiria wakati wa Bwana. Huo ndio wakati wa Bwana umefika, watu wa Bwana. Nisikilize, mtu anambia nasubiri wakati wa Bwana, unafahamu Mungu anipe mtaji. Hakuna mtaji hapo. Huo ndio mtaji umepewa. Okay, ni amnielewi. Do you think Mungu atakupa hela? Mungu anakupa kitu chenye thamani kuliko hela.
Alafu hicho kitu ndio kina attract money. Do you know that? I want you to release the fire. Sometimes unajua kuna watu tunawaombeaga, naambia njoo nikuombea upate hela na mimi na shida hela. Yaani unamwombea apate hela kwa sababu una shida hela. You know why? Kwa sababu unamwona huyu hapa milango yake imefunga yote. Ni uzembe tu. Sio unafahamu kuna watu wazembe. Kwa unamchandika fire ili apate hela akupe hela. Kwa unamfanya njia. What are you talking about? Kuwa you understand these things in happen. Kuna watu unabidi release power so that they can get money, so you can get money. Are we together? That's automatic. Wewe usiniambie niombe nipate hela nitafanya kitu. Wewe usiniambie maombi. Nikikupigia maombi you get that money. Ukisahau ahadi zako ila watu huduma hiyo waaminifu kwa hiyo wanafanya. Akamwambia ukipata hela nitafanya kitu fulani. Ni kweli akipata anafanya. Wewe ni kweli. Yani I salute you guys. Mungu awabariki sana. Mna sio waongo. Hiyo ni maonyesha mkono. Mmefanya vizuri. Sasa katika maisha yenu imagine usipoteze opportunity tena. Kwa sababu listen, na wale ambao tayari mmeshafika kwenye eneo fulani maisha yenu, uko mbele unapoenda, Mungu atawasaidia. Nataka Mungu akusaidie cha kwanza. Put your focus kwenye vitu muhimu. And you guys will receive anointings. Kila mtapokuwa waaminifu kwa Mungu. Do you understand? And that anointing will come with a lot of fires. Kutokana na ufahamu ulionao. Na Mungu atakuconnect kila resource ambazo unazohitaji. Kwa sababu what I see kuna a lot of opportunity kwenye nchi watu wa Bwana. Na wengine mtafanya kuna watu naona hapa itafika mwaka huu utaisha utafanya biashara mataifa mengine. Nisikilize watu wa Bwana. That's where we are going. Katika ulimwengu wa roho maono yako yatatimia kama that fire ina burn in your spirit, inaendelea kuburn usiku na mchana. Usikubali ka stop watu wa Bwana. Ukitafuta stop kajifungie mahali, make sure una maintain au unaifanya na grow watu wa Bwana. Allow hicho kitu kigrow ndani yako. Are we together? Allow hicho kitu kigrow ndani yako. Usibadilishe focus na mtu yote kwa sababu ya mazungumzo ya kisiasa. Manake wewe you're not a politician, you're a Christian for God's sake. Do you understand people? Wewe wasikilize politician but you are not a politician. Maybe you are a Christian politician. Yaani maana una politics za Mungu. Au together. Ambazo zenyewe zinasema kufanikiwa kwa Bwana ni unstoppable. That's a good politics. Are we together? You are unstoppable. Hiyo ni siasa nzuri. This year, stop maisha. Mwaka unakuja. Maisha ya kuishi kwa kutegemea mizunguko na taratibu. Toka kwenye utaratibu. I told you once, nikamwambia mtu mmoja, ukitaka kufanikiwa kupitia utaratibu, utatoseka sana kwenye hii dunia. Nikamwambia you will suffer. Nikamwambia mimi ninachojua kwenye Biblia watoto waliofanikiwa hawakufuata utaratibu. Mtu alitoka gerezani akawa waziri mkuu, akawa makamu wa rais. Wewe unaniambia kuna utaratibu gani mfungwa anakuwa deputy president? Yusufu. Huo ni utaratibu. Mtu ambaye amekaa tu mtaani Ibrahim anatoka anakuwa baba mataifa. Utaratibu uko wapi? Let me tell you. David ambaye alikuwa anachunga kondoo akawa mfalme. Hakuna training, hakuna maandalizi yote, ni mfalme. Moses ambaye alikuwa amekaa huko anachunga kondoo, Mungu akambadilisha tu ghafla. Akamwambia kawatoe na Israeli kwenye utumwa. Moses tunamsoma leo maarufu. Give me a break kanisa la Bwana. Daniel ambaye hakuwa na elimu yote, yuko tu, alikuwa Mkristo mzuri, mwana wa Mungu, alikuwa kwenye nchi ya mishoni. Akatoka tu kutoka alipotoka akawa msimamizi wa ukoo wa wilaya za sehemu zote. Sasa sio kwa dunia leo tunawahitaji maybe katibu wa ukoo wa wilaya, sio ndio anachosema. Alafu baadaye akaendelea akawa mkuu wa nchi. Hakuna utaratibu hapo. Sikiliza watu wa Bwana. Hakuanza sijui kuwa mwenyekiti wa kijiji, akatoka sijui akawa sijui dasi, sijui nani. Hapana mna kama hicho watu wa Bwana. You are the only one ambaye anasubiri apandishwe watu wa Bwana. Mungu anamtoa mnyonge kutoka jalalani au mavumbini na kumketisha pamoja na wakuu. Unajua maana yake? Neno kaishwa na wakuu maana yake unainuliwa kutoka chini kwenda juu immediately. Biblia inasema Mungu huwa, Mungu weka hai. Mungu shusha, Mungu fanya nini? Mungu inua. God will set you on high. Full stop. Nisikiliza kanisa la Bwana. Hii utaratibu unaoutafuta utakutesa kwenye dunia. Unasema lazima utafute experience. Experience ulionayo it's enough. Kama umeishi miaka 20 una experience na hii dunia. It's enough. Do you understand watu wa Bwana? The one thing unachotaka ni kutegemea kumwambia Bwana, I need to set my standard. My life is like this. Hallelujah. Hallelujah. So we're going to pray very soon. Lengo letu katika maisha yetu ni kwamba that same fire ambayo Mungu amekupokea ndani yako, unaipokea ndani yako, kaipokea siku ya leo pia. Make sure you'll maintain that fire. Make sure that fire inaendelea kukua ndani yako. Nisikilize watu wa Bwana. Kwenye maisha usifanye uzembe. Hakuna, maisha yako ni responsibility zako. Watu wa Mungu nisikilizeni. Hakuna mtu wa kukupampu kukupetipeti.
hii dunia kupetiana hamna. Kwenye dunia, kanisani sio sehemu pa kupetiana, ni mahali pa kutembea mbele. Do you understand, watu wa Bwana? Kanisani sio mahali pa kulialia, watu wa Bwana, ni mahali pa kusimama. Do you understand? Oh, you are the only person ambaye anaamini kwamba analia tu, ni rehema zako zinitoe hapa. Nisikilize, if you ask for rehema every day, kuna njia mbaya in your life. But if ukitembea kwenye njia nzuri, you deserve the favor, the grace. Wewe mwenye haki wa Mungu, unastahili kukua na kufanikiwa ndani yako. Are we together? Full stop. Wenda kumwambia Mungu, Baba najua mimi sistahili, ila kwa sababu tu ya damu yako nistahilishe. Imagine maombi ni ya mtu ambaye bado ana mpango wa kufanikiwa kwenda mbele huyo. Maana bado hujaamua kumfuata Yesu vizuri. But the moment you decide to follow Christ, your prayer should be like this. Mimi ni mrithi pamoja na Kristo. Nimebarikiwa kwa baraka za Roho ndani ya Kristo Yesu. I'm the child of God. I'm stoppable. No one can destroy me. Kila sehemu nitapopita nitafanikiwa. Kila nitapotea nyayo zangu, eneo hilo nitalimiliki, itakuwa la kwangu. Mimi ni kichwa na sio mkia. Mimi ni wa kwanza na sio wa mwisho. Whatever I touch kitafanikiwa. Kwa sababu babangu mimi ni mzao wa Ibrahim, nitamiliki malango ya maadui zangu. In the name of Jesus. Imagine huyu ni mwenye haki anazungumza hivi. Sijawahi kuona Mtanzania anasema nihurumieni jamani kukaa kwenye nchi. Mama Samia nisaidie nikae, mimi ni Mtanzania nikae hapa. Hakuna anamjua Mtanzania. Kwa sababu do you know, because we have the right ya kuwa Tanzania. We can ask him other rehema, but kwa Mtanzania hakuna rehema. When you are a Tanzanian ambaye una deserve kuishi Mbezi Beach, una deserve kuishi Mapinga, kuishi Morogoro, popote. Yaani huhitaji kuomba ruhusa ya kwenda kuishi Moshi right now, kwa sababu una haki ya kuishi popote. Huwezi kuomba ruhusa ya kununua kiwanja somewhere. Unaweza ukaenda kununua kiwanja popote as long as kwenye nchi. Huhitaji ruhusa ya mtu yoyote because una haki ya kumta. But kwa Mungu is the same thing. The only thing unaweza kuomba ruhusa ni kwa shetani. Maana yake huko sio kwenu. Shetani anaweza nikaja kwako kidogo. But kwa Mungu hapana. Kwenye ufalme wake sisi watoto wake. Hatuhitaji vibali vya kufanya biashara. Vibali wanavyo manispaa. Okay. Acha niwaache huko. Kuna mtu anasema amina. Huko ndo wewe. Vibali vya kufanya biashara wanavyo manispaa. Dola seri zinatoka huko, watu wa Bwana. Kusajili biashara usajili wapi? Wapi? Brela. Kasajili biashara kwa Brela. Do you understand? Kuna kama unauza sijui kuna osha sijui kuna fire. Hivyo ndio vibali unaohitaji watu wa Bwana. But ukija kwa Mungu, the only thing unachohitaji is the fire, ambayo inaendelea kubanda ndani yako, watu wa Bwana. Mungu amekupa kibali cha kufanikiwa na kumiliki chochote popote kwenye dunia. Ndio maana amesema kila utapotea nyayo zako, alimwambia Moses usipotoka hapo kwako. Hii inamaanisha popote unataka kufanya, maana yake eneo hilo ni la kwako katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mrithi na wewe ni mmiliki katika jina la Yesu Kristo. Haupaswi kuyumbishwa na ujinga wa hii dunia. Angalieni hao watu. Angalieni mlango wa 20 upata nafasi kasome wa Matendo ya Mitume. Wakati Paulo ameenda kwenye ile nyumba, wakawa wanakula mkate, akawa anahubiri. Alafu na jamaa kaanguka. Imagine that fire. That fire ni ajabu kiasi kwamba imagine yule jamaa alivyoanguka akafa. Biblia akasema akajua kabisa wale watu watampiga. Kwa akashuka chini, akaenda akamfufua yule jamaa, akamrudisha juu, kwa akamwambia twende, wakaendelea kula na kuhubiri injili. Sio unaelewa cha kusema. Maana yake hao watu wana fire kiasi kwamba chochote unachokibeba ndani kinakuwa kina mafanikio, watu wa Bwana. Nisikilize, angalia that fire. Imagine mlango wa 16 wa Matendo ya Mitume, Paulo anachukuliwa, anapigwa, anafungwa gerezani. Usiku the same fire haiwaruhusu kukaa gerezani, wanaendelea kumsifu Bwana. Tetemeko linatokea pale gerezani. Nisikilize kanisa la Bwana. Tetemeko linatokea kiasi kwamba paka mkuu yule anataka kujinyonga, yule mlinzi wa magereza. Biblia inasema kina Petro akahubiri injili kwa wafungwa wote, wakaokoka, wakawabatiza. Imagine uko yani wewe umefungwa gerezani, bado ukachukua wafungwa ukawabatiza usiku huo, mission inaendelea, wakaokoka. Kesho asubuhi mnaachiliwa wote pamoja na wale waliokoka. Ninyi mnaelewa ninachokisema, watu wa Bwana? That is the fire we need, watu wa Bwana. Ujinga wakati kadogo mtu analialia, nisikilize, unaua what you carry. Nisikilize, stop that in the name of Jesus Christ. Soma kina Daniel, wamefungwa miaka na miaka, wametupwa kwenye matundu ya simba, wamewekwa kwenye moto, but ukiwaamsha asubuhi, the same fire ina operate the same way. Nisikilize watu wa Bwana,
Ukizima that fire, you destroy everything about your life. Ndio maana nisikilizeni watu wa Mungu, hakuna dunia inaweza kukustopisha. Hakuna mtu anaweza amekuwa program kuzuia maisha yako. You are the one unastopisha maisha yako kwa sababu unapewa nguvu na Mungu, then una destroy kwa sababu ya vitu vya kijinga. Change from today. Are you going to change? Are you going to change? Oh my God, I feel like you need this fire. This fire will burn in your spirit. If there's chochote kilichokufa ndani yako, I stand with you. Pray in the name of Jesus Christ. I pray in the name of Jesus Christ. Usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo, neema ya Bwana ikakuvusha hapo.